Sasa wewe naye semaji la zamani vipi na wewe? Nini kimekukumba rafiki yangu? Mbona mwanamke wa 3 sijui tunaenda wa 4 sasa hizi? Kila siku unapangua tu, unachambua tu. Umeanza kupita nani nyeo za Diamond Platnumz nini? Sikusomi mzee mwenzangu. Kwa nini kimekukuta tena? Yapi amekusibu? Mbona uko hivi wewe? Au semaji limehamia kwenye ndoa tena? Nini? Shehe mwenzangu, unaona kukaa humu ndani kumekushinda Kama unaona uwezi tena kukaa na mimi hapa kupiga story, labda maybe uondoke zako. Haya kuhusu maisha yangu. Wewe wanawake wakiwa wananishinda wananipanda kichwani, mimi niwaangalie tu. Mimi ndiye yule ambaye sitaki kupanda kichwani. Mwanamke akiniletea pigo zake za maneno Uswahili, mimi ni Mswahili, yani Mswahili konki. Maneno ni kama vile niliumbiwa tumboni kwa mamangu, naongea kama cherehani. Sasa mwanamke mimi haiwezi kunipanda kichwani. Ndio maana nimemtimua, nimemtupia huko nje na nguo zake, nakwambia kama vifurushi na yani hata usinikumbushe kwanza maisha hayo. Kwanza hayo mambo yameshapita sasa hizi. Wewe mzee mwenzangu, wewe mnahisi umjue Abduli vizuri wewe. Unaona mjue Dula wewe? Wewe Abduli umjui. Sasa hivi uko studio sasa. Yaani wewe hawezi kukuacha hivi hivi. Lazima akuchambue tena. Yule mwamba yule alivyokuwa anajua singeli vizuri. Yaani atakuchambua sasa hivi kama karanga. Yaani atakugawanyisha kokoto kule, mawe huku, sijui vipunje kule. Hata kama kuna vimchele vimeingia kwenye karanga na kwambia vitatoka vyote. Safari hiyo jiandae, tuna hiyo mioni yako italegea mpaka kwenye pua, ndio kuhamia kuziba nani matundu ya pua baada ya kuziba macho. Wewe shauri zako. Wewe unafikiria kirahisi tu. Wewe unapangwa madem tu hivi. Pita tu njia za Mondi hivyo. Pita tu za Chibu hivyo. Wewe sasa na wewe umekuwa aujui. Zombie wewe. Endelea tu, pita hizo njia. Pangua mademu wao. Ndio utakiona safari hii sasa. Ngoja ngoma itoke, ingie trending namba 1 ndio utaitambua hiyo. Mlango uliojia ule pale waweza toka pia. Sawa shehe mwenzangu. Na kuona hicho kichwa mchongoko naona kama vile akikutoshi vile kukaa humu ndani unisikilizia mimi na kuishi vizuri. Sawa Sasa naona hali ya hewa ishakushinda. Toka mlango ule pale, ondoka zako, nenda uko kapiga story na watu wengine. Mimi nitakaa hapa nisubirie watu ambao watakuja hapa kinafiki. Tutaongea vizuri wakiwa upande wangu. Wewe naona uko upande wa mwenzangu yule Lisa. Haya nenda kaongee na Lisa basi. Mkatiane moyo alafu kampe na mistari mingine wewe Dula. Muongezee mingine huko studio. Naona nyimbo haitakolea vizuri na wewe pia ukienda kumba mistari mingine. Haya nenda kae producer wake basi msaidie. Haya sawa mzee mwenzangu, acha mimi nisepe zangu. Naona wewe hawezi ya mambo ya utulivu na kushaurika. Haya bwana, bakiza hilo bicho lako basi, endelea kujishauri mwenyewe basi. Tafuta mwingine tena, usinapenda maspasta. Superstar mwingine ule kule aliachona. Amchukue na wewe uendelee naye. Sasa Dula, najua hapa tuko backstage kwa ajili ya kujiandaa hapa eti backstage tena. Tuko kwenye nani? Tumekaa hapa tunasubiria maproducer nini wajipange hapa ili nani sasa madirector ili wakuna nini uanze kukudirect kwa ajili ya video yako mpya. Najua umeacha ngoma yako nini inatembea kweli iko namba 1 on trending. Sasa vipi mwanamwali akikwambia samani uko tayari kurudi au ndo ushakaza moyo kweli umekuwa jiwe? Ya Bob, mjiheshimu bwana. Kama umekuja hapa kwa ajili ya kuni challenge sijui kuniulizia kuhusu binti huyo. Mistake kabisa madem saizi, sawa? Mishaachana kabisa na pigo za mapenzi. Sawa? Mimi hapa nipo saizi natunga tu mistari, natengeneza nini? Nikiona tu kuna kisa chochote cha ajabu kimejiibuka huko mimi nakitia kwenye singeli, mambo yanasonga mbele. Hapa tayari nishawatia kwenye singeli mzungu pamoja na mwenzie huyo. Sawa? Yaani saizi hapa nakwambia hivi, lazima nitembee na hiyo trending. Lazima trending yote ya kwangu. Wamenigaia uwanja wangu ule pale, nilikuwa sijakaa muda mrefu kweli pale juu. Nawashukuru sana safari kwa kunifanyia upumbavu huo. Sasa safari niko pale juu. Wewe niambie tu nikupe mistari bwana, achana mambo ya kijinga hayo. Na kweli bora tu nisikukere. Nipe mistari mwanangu, nipe vitu. Oya mtoto huyo, mtoto karudi mtaani. Twende sasa, mtoto karetwa mtaani. Twende sasa, aliponiacha mimi. Aliponiacha mimi akaona mzungu bora. Hizi rasta akachukulia poa. Acha watoto wa Uswahilini kakimbilia kwa wazungu. Akijua mzungu naye pia ni mtoto wa mjini. Kumbe mzungu Mswahili mtupu. Mzungu Mswahili mtupu, mtoto wa jangwani yule Mswahili mtupu. Hamna kitu pale. Wewe chukua hiyo. Oya kijiji chote cha kwangu hicho hapo mwanangu, acha. Astaghfirullah, kweli mzungu kazi anayo. Kampa chance huyo mtoto ka trend tena pale juu. Mama yangu atatupa tabu huyu. Hivyo Lisa, hivyo vifurushi vyote huko nyuma. Yaani vifurushi venyewe havijafungwa. Yaani hapa najiuliza maswali mengi na nashindwa kuelewa. Yaani naendesha ndio gari lakini moyoni mwangu hata sina amani. Umenipigia simu nikupeleke kwa Dula. Lakini una uhakika kwamba Dula tutamkuta kweli? Umewasiliana naye kweli hewani? Maana hivyo vifurushi nilivyovifunga, vifurushi venyewe havina mabegi. Sasa
Umetokaje kwa mzungu bila mabegi? Yaani alikuwa hata shangazi kaja ameshindwa kukupa. Yule jamaa naye bahili. Kwani wewe hujui? Sio maana rafiki yake Mondi. Yaani wanapita kwenye nyayo zile za ubahili. Yule mzee alikuwa alipikodi. Hata kunivisha hanivishi. Nguo zote mimi nilizokuwa navaa zile napendeza. Hata mwenyewe unavoniona nimependeza. Ni kwa sababu ya kuwa nani balozi. Yaani natangaza nguo za watu, ndio hizo nazivaa napendeza, naonekana mwenyewe nadhifu, naonekana kama vile nimeng'aa. Kumbe nimependezeshwa na watu. Anipendezeshi, anunui nguo, afanyi chochote. Yaani hamna kitu anachofanya. Yaani wewe acha tu, niko naishi maisha magumu. Yaani acha tu acha niondoke zangu. Yaani watu wengine na washauri kwamba wasikurupuke kuingia kwenye ndoa. Wawe wakini kweli wakiingia kwenye ndoa hizi. Yaani hizi ndoa. Sawa, tusikurupuke kuingia kwenye ndoa. Yote 9, 10. Sasa nakupeleka wapi? Maana hapa sikuelewi. Nakupelekea wapi? Nakupeleka kwa Dula au nakupeleka yaani hebu nielezee vizuri basi. Maana hujajibu swali langu. Dula nimemwacha studio. Anashinda studio sasa hivi hata yaani kama hana akili nzuri. Yaani hapo kasha sema sasa hizi anataka kutoa albamu mpya. Sasa sijui jambo lina trend na pamoja kule tayari ameshatoa ngoma iko hewani, ni audio tu. Na hapo video ndio iko njiani inakuja. Sasa hapa najiuliza maswali kwamba nakupeleka wapi? Utaenda kulala naye studio au vipi? Na sasa yani studio yenyewe mambo yote yanakuhusu wewe na mwenzio. Sasa utayaweza kweli hayo mambo? Au unasemaje? Niambie sasa nikupeleke wapi? Yaani jamani, dunia kweli funzo. Yaani kweli nimejifunza. Hata siri nielekea wapi. Basi geuza tu ugali, maana tulikuwa tunaelekea huko kwa Abduli, lakini yani Abduli sitapokea hata simu zangu. Basi wewe hivi. Wewe nipeleke tu kwa rafiki yangu nanili kule. Wapi? Goba. Yani mpaka nasahau. Basi nipeleke Goba tu kwa shosti yangu nikajihifadhi kwanza kwa muda, maana yani dunia hii. Sasa wa kuchanganyikiwa huko, hebu ngoja sasa nipaki gari waza pembeni. Maana rasili nianzie wapi kuku? Yani hapa unaniharibia tu mafuta yangu. Yani unazungusha hapa mjini utazani sina akili nzuri. Hebu kwanza nipaki pembeni kwanza. Tujajenge kwanza alafu ndo tujue tunaelekea wapi. Sasa dada Lisa, hebu kwanza nielewe vizuri. Hapa nimepaki gari ili nikueleweshe na wewe unielewe. Sawa iko hivi. Nikitoka huku niliko sasa hivi mpaka Goba, itanibidi unilipe. Maana siwezi sasa nikawa nakuzungusha humu mjini. Hata kama mimi nilikuwa rafiki yenu wewe na Dula, nilikuwa na hata hapo katikati hapo kulinki vitu fulani hivi. Na moja ya watu niliowalinki ili wakupate ni mimi, ndio sawa. Lakini kwa kweli kwa sasa hivi ule ushosti wetu na urafiki ulishakufa wakati ulivompiga chini Abduli. Sasa hapa mimi naomba tu nikusaidie jambo moja. Nikurudishe mpaka kwa sister yako sijui shosti yako, uwe una hela mfukoni, andaa shilingi 20,000 hapo ya mafuta. Nikufikisha kwa amani tele. Lakini ujue unanilipa. Sio hivi bure. La sivyo shuka, chukua ita Uber au ita sijui ubebe hivyo na hivyo vifurushi ulivyonavyo, sijui nani anakubeba mama yao. Hata majaji watakwambia 50,000. Kwa kweli mimi naomba tu nishuke, kwa kweli niangalie tu usawa daladala, maana yani hiyo 20,000 kwa kweli ya mafuta mimi sina. Lakini siamini kwamba unaweza kunifanyia vitendo kama hivi jamani. Yani mtu pekee aliyebaki kwangu ilikuwa ni wewe. Sasa mbona unanitendea haya jamani? Kwani ule mtendea mwanetu Abduli ilikuwa ni nini? Sio hivi tu. Unyama, undava, ubwele. Yani ndio hivyo, ubwele. Yani hamna kitu ambacho yani sasa hivi mtu atakuwa anamonea mtu huruma. Kwa hiyo wewe tu ujitahidi hapo uangalie tu hivyo vifurushi vyako, kama utaweza tu kuvibeba kuvisogeza kwenye upande wa pili hapo, nyanyua visogeza hapo visinyeshewe na mvua. Maana mvua sasa hivi tunajua ni msimu sasa hivi vitakuwa chepe hivyo. Sasa hivi havitabebeka hata kwenda daladala. Wewe angalia usawa tu hapo, Nyaburugembe kimama mbwinyo mama punyulu mabwinyo wewe. Hamna kitu hapo tena. Waambie masponsor waje wapya au waambia wanaokunania hao nini ubalozi huo unaofanya wa nguo waongeze pesa. Maana pesa zikutoshe safari hiyo hapa katikati ya mwezi. Haya bye. Jamani. God have mercy upon us. I'm very stupid, I'm very foolish.